Joaquin Archivado Guzman Loera anajulikana duniani kote kama El Chapo. Ni mtu aliyetikisa mioyo ya wengi, wengine kwa mshangao, wengine kwa hofu. Kutoka katika maisha ya umaskini kwenye milima ya Sinaloa na kufikia levo ya juu kwenye biashara haramu ya dawa za kulevya. Maisha yake unaweza kusema ni sinema au movies za Kihindi. Yamejaa uhalifu, mapenzi, ujanja wa kukwepa polisi na kutoroka gerezani kwa njia zilizoacha watu midomo wazi. Tujue kwa kina kila kipengele cha maisha yake, historia yake, familia yake, utawala wake katika biashara za dawa za kulevya, kutoroka kwake na jinsi alivyoweza kukwepa vyombo vya usalama kwa muda mrefu. El Chapo alizaliwa tarehe 4 Aprili mwaka 1957. Ingawa wengine wanasema 1954, huko La Tuna, kijiji kidogo kilichopo juu ya milima ya Sinaloa, Mexico. Alikulia katika familia masikini. Baba yake Emilio Guzman Busilos alikuwa mkulima wa bangi na mfugaji, huku mama yake Maria Consuelo Loera akilea watoto wao 7. Maisha ya huko La Tuna yalikuwa magumu sana. Hakukuwa na umeme, barabara nzuri, wala shule za kutosha. Joaquin alikuwa mtoto wa pili na alianza kufanya kazi akiwa na umri wa miaka 7, akimsaidia baba yake kulima bangi. Baba yake alikuwa mkali, mara nyingi alimtesa yeye na ndugu zake, huku pesa alizozipata zikishia kwenye pombe na wanawake badala ya kusaidia familia. El Chapo hakumaliza shule. Aliacha masomo akiwa darasa la 3 ili kufanya kazi za mashambani. Hata hivyo, alikuwa na akili ya kibiashara. Alijifunza mbinu za biashara ya bangi kutoka kwa baba yake na wakulima wa eneo hilo, na akaanza kutengeneza njia yake mwenyewe. Akiwa na miaka 15, alianza kufanya kazi na mjomba wake ambaye aliitwa Pedro Aviles Perez, mmoja wa waanzilishi wa biashara ya dawa za kulevya Sinaloa. Hapa ndipo safari yake ya uhalifu ilianzia. Jina lake la El Chapo, likimaanisha mfupi, lilitokana na urefu wake wa futi 5 na inchi 6, sentimita 168. Lakini badala yake lingekuwa jina la heshima na hofu kwa wengi. Miaka ya 1980 ilikuwa kipindi cha mabadiliko makubwa kwa El Chapo. Baada ya mjomba wake kuuawa na polisi mwaka 1978, alianza kufanya kazi na wahalifu wakubwa kama Hector Luis Palma, yani kwa jina jingine alikuwa anaitwa El Guero, na Ernesto Francesca Gulilo, kwa jina jingine aliitwa Donineto. Walikuwa sehemu iliyoitwa Guadalajara Cartel. Alijifunza jinsi ya kusafirisha kokaini kutoka Colombia hadi Marekani, akianza kama mtu wa kusafirisha mzigo hadi kuwa mpangaji wa operesheni nzima. Mnamo mwaka 1985, viongozi wa Guadalajara walikamatwa baada ya mauaji wa afisa mmojawapo wa polisi aliyeitwa Enrique ama Kiki Camarena. Hii ilisababisha mgawanyo ndani ya cartel, na El Chapo aliona fursa. Alishirikiana na El Guero Palma na Ismael El Mayo Zambada, huku wakiwa na azimio la kuunda Sinaloa Cartel, ambayo ilianza kutawala usafirishaji wa dawa za kulevya kati ya Mexico na Marekani. El Chapo alianzisha njia mpya ya kusafirisha madawa, ikiwemo handaki za kisasa chini ya ardhi kati ya Mexico na Arizona. Handaki hizi zilikuwa na mfumo wa taa, uingizaji wa hewa na hata reli ndogo ya kusafirisha mzigo. Kufikia miaka 1990, El Chapo alikuwa mmoja wa wauzaji wakubwa wa kokaini, bangi, heroin na methamphetamine duniani kote. Inakadiriwa kuwa wakati wa kilele cha utawala wake alikuwa na mali yenye thamani ya takribani dola bilioni 14, huku katali yake ikipata mapato ya zaidi ya dola bilioni 3 kwa mwaka. El Chapo alikuwa na wake 4, Alejandra Maria Salazar Hernandez. Walizaa watoto 3 akiwemo Cesar, alifuata nyao zake. Esena Pena alimuoa kwa muda mfupi baada ya kumteka nyara.
lakini ndoa yao haikudumu. Watatu, Griselda Lopez Perez, walizaa watoto 4 akiwemo Edgar ambaye aliuawa mwaka 2008. Wanne alikuwa anaitwa Emma Coronel Aispuro, mke wake wa mwisho aliyekuwa na miaka 18 wakati El Chapo akiwa na miaka 50. Alimzalia mapacha Maria Joaquina na Emali Guadalupe. El Chapo alipenda wanawake na alikuwa na wapenzi wengi zaidi ya wake zake wa ndoa. Familia yake ilikumbwa na hatari nyingi, kwani watoto wake wengi waliingia kwenye biashara za dawa ya kulevya na kushambuliwa na maadui zake. El Chapo alikuwa mtaalamu wa kuwahonga maafisa wa polisi na wanajeshi ili kuepuka kukamatwa. Alikuwa na jeshi la kibinafsi la walinzi lililokuwa linaitwa Los Chechos, waliomlinda kwa gharama yoyote. Mnamo 1983 alikamatwa kwa mara ya kwanza huko Guatemala baada ya jaribio la mauaji ya Kardinali Juan Jesus Posadas. Alipelekwa Mexico na kuhukumiwa kifungo cha miaka 20 jela. Hata hivyo, mnamo Januari 19, 2001 alitoroka gereza la Puente Grande baada ya kuwahonga walinzi na kujificha ndani ya gari la kufulia nguo. Mnamo 2014 alikamatwa huko Mazatlan, Sinaloa. Alifungwa gereza la Altiplano, mojawapo ya magereza salama zaidi Mexico, lakini mnamo Julai 11, 2015 alitoroka kwa njia ya kushangaza. Handaki lenye urefu wa kilomita 1.5 lilichimbwa kutoka seli yake hadi nje ya gereza. Handaki hilo lilikuwa na taa, mfumo wa hewa na reli ya kusafirisha pikipiki ndogo. Baada ya kutoroka, El Chapo alijificha mlimani, lakini alifanya kosa kubwa. Alifanya mahojiano na mwigizaji Sean Penn na mwandishi wa habari Kate Del Castillo kwa gazeti la Rolling Stone. Serikali ilitumia mawasiliano hayo kumfuatilia, na mnamo Januari 8, 2016 alikamatwa huko Los Mochis, Sinaloa baada ya mapambano na jeshi. Mwaka 2017 alisafirishwa kwenda Marekani na kufunguliwa mashtaka 10 ya uhalifu wa kimataifa, ikiwemo biashara ya dawa za kulevya, mauaji na utakatishaji wa fedha. Mnamo Februari 19, 2019 alipatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo cha maisha bila parole pamoja na faini ya dola bilioni 12.6. Kwa sasa anatumikia kifungo chake katika ADX Florence, Colorado, gereza lenye ulinzi mkali duniani. Hadi leo Sinaloa Cartel bado ipo chini ya uongozi wa El Mayo Zambada na watoto wa El Chapo wanaojulikana kama Los Chapitos. Ingawa nguvu yake imepungua, bado maisha yake ni ya kusisimua. Imeandikwa kwenye vitabu, filamu na tamthilia kama El Chapo ya Netflix. Asante sana kwa kusikiliza hadi mwisho story hii. Show me love kwa kunifollow katika mitandao yangu ya kijamii Aziz Swahili na Simulizi. Lakini usahau kusubscribe katika YouTube channel yetu hii